Ukristo ndani ya Biblia. Ukristo dini mnanipatiza. Taurati ni vitabu vitano vya Musa: Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Taurati. Kuja tutolee katika hivi vitabu. Musa amewahi kuwa Muislamu, nitakukubali. Na nataka mwalimu atakayekuja hapa Kristo akanyega kwa Biblia bila kuguza Qur'ani, kama nilivyokanyega ndani ya Qur'ani bila kuguza ile box ya vitabu. Endelea. Sema. Muhammad akawaambia, sema waambie hamjaamini kweli kweli. Waambie hamjaamini kweli kweli. Lakini semeni tumesilimu. Kumbe kuna tofauti ya kuamini na kusilimu katika Qur'ani. Kina nani wako na sifa ya kuamini? 262 Qur'ani. Mimi nimeuliza swali, kadhi wanapatikana wapi? Tunataka aya kama hizi, sio kuunganisha 3:19 Qur'ani. Si Qur'ani, ni Qur'ani. Si Qur'ani. 3:19 Qur'ani, si Qur'ani. Vile vile akauliza Mtume aliulizwa mtoto wa Amina Muhammadi, nini dini? Hii maana ya dini? Akajibu tabia nzuri. Kumbe tabia nzuri ni nini? Ni dini. Kumbe tukifuata tabia ya Yesu tunaenda wapi? Mbinguni. Ni nani atajitenga na mila ya Ibrahimu akaichukua dini hii ya Kiislamu? Mwalimu, Kiswahili kinakupiga chenga kusoma. Akaichukia, hii mara pili na kurekebisha. Akaichukia, ukatengeneza chuki, ukaweka katika Uislamu, ukasema mimi nachukia tu Uislamu. Na hii, wasikilizaji, sikilizeni, mimi napita katika Qur'an, sina sababu ya kupita kwenye Biblia. Na ngojea Maguga atakuja kupanda hapa, ndio nitamkanyaga kwenye Biblia, mtaona. Endelea. Isipokuwa anayetia nafsi yake katika upumbavu, isipokuwa yule ambaye kwamba atakayechukia hii Uislamu. Angalia, Mwenyezi Mungu anasema katika nafsi yake, kwenye moyo wake, anatakuwa ameitia katika upumbavu. Kwa akili sisi tulimchagua Ibrahimu. Angalia, Mwenyezi Mungu anasema hakika yeye alimchagua Ibrahimu katika dunia. Na kwa hakika yeye katika ahera. Na katika Ibrahimu katika ahera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Atakuwa ni watu wenye kufuzu. Naenda 131 hapa. Kumbukeni habari hii. Angalia, kumbuka hizi habari Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii Ibrahimu. Mola wake alipomwambia nyenyekea, aslim. Akanena akasema nyenyekea. Akaendelea akasema nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Hapa akasema fa aslamtu li rabbil alamin. Sasa tumwangalie Ibrahimu. Hebu nienda Qur'ani sura ya 3 aya 68, piga ufafanuzi. 3. Yaani nakwambia mimi napita na Qur'ani. Mimi hii kitabu yenyewe hajijui, kitabu yenyewe hajitambui, itaje dini. 3:68. Piga ufafanuzi. 68. 68 inasema watu wanamkurubia zaidi Ibrahimu. Watu wanamkurubia sana Ibrahimu ni wale waliomfuata yeye katika zama zake. Ni wale waliomfuata yeye katika zama zake. Na mtume huyu Muhammad. Na huyu mtume Muhammad. Na waliomwamini mtume huyo. Na wale waliomwamini Nabii Muhammad. Na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa wenye kuamini. Ndiyo teremka. Na nasema hivi. Baadhi waliopewa kitabu wanapenda hebu nipige hapo 64. Hebu stay 64 nipige ufafanuzi. Hapo 64 pige ufafanuzi. 64. Piga ufafanuzi. Sema naam. Enyi watu mliopewa kitabu. Ya ahli alkitab. Haya ni Mayahudi na Wakristo naambiwa, enyi watu wa kitabu. Cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Mayahudi na Manasara. Ndio. Njooni katika neno lililo sawa baina yetu. Hiyo ni ufafanuzi napiga. 64. 64 ufafanuzi. Nasema hivi. 64. Wewe ulikuwa unapiga aya yenyewe. Mimi nimesema piga mchuzi. Mayahudi na Manasara. Kila mmoja katika hawa. 3:64 sura Imran. 3:64. Basi mtume alitarajia shauri hili. Brother, yani kuletea nachoia hapo anza kusoma Qur'an. Yani kitabu mimi nifundishe unaposoma na kuambia sipo. 59. Aya sawa, soma. Nasema hivi. Kupotoka kwa Manasara. Mwalimu, utanipeleka aya kufatana na kutaka wewe. Kama nimekupotea wachana nayo. Nipigie 42 aya yake ya 13 Qur'an. 42. Mimi nakwambia nisomee, kuna nisomea kule kwingine. Wewe nisomee tu 42:13 Qur'an. 42:13.
Amekupeni sheria ya dini. Ewe mwenyekiti, hizo dakika zangu zimekuliwa, lazima nizishughulikie, kwa sababu huyu jamani kama anataka kitu fulani pale ndani. Sawa, nimekupeni sheria ya dini ile ile aliyomuhusiana huo, sio dini zile. Ungelikuwa na Jehovah Witness, ungelikuwa na Msambwa, ungekuwa na Msabato, ungekuwa na Mkatoliki, lakini angalia, nimekupeni sheria ya dini ile ile aliyomuhusiana huo. Kwanza dini hii kumbe aliuziwa ni Nuhu. Nuhu aliuziwa dini gani? Nipige 71 aya yake ni 26. 26 inasema hivi, na Nuhu akazidi kusema, na Nuhu akazidi kuambia wanawe na familia yake, Mola wangu usimwache juu ya ardhi mkazi wake. Mwenyezi Mungu usiwache katika ardhi hii yote katika makafiri. Endelea. Hakika ukiwacha watapoteza watu wako. Lakini kweli ukiwacha hao makafiri watapoteza watu katika ulimwengu kama huu waliotengenea, ndio wala hawatazaa ile watoto waovu wenye kufuru kama wao. Barisa. Mola wangu, Mola wangu, nikufirie mimi na wazee wangu, nikufirie mimi, nisamehe mimi pamoja na wazee wangu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu, na kila aliingia ndani ya nyumba yangu, hali yakuwa ni Muislamu. Hayakuwa ni nani? Ni Muislamu. Rudia tena. Na kila aliyeingia nyumbani mwangu, hali yakuwa ni Muislamu. Barisa. Na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Lipatikane kwenye Biblia, Mkristo mwanaume na Mkristo mwanamke. Kwenye si kwenye Biblia, kwenye box hii inaitwa kabati ya vitabu hii, kwa sababu Biblia maana yake ni mkusanyiko tu, library. Ukachukua ukaweka kwa loloti, kuweka kwa nini, bagi, inahesabiwa ni kabati. Wala usiwasidishie madhalimu ile maangamizo. Bwana Mwenyezi Mungu anasema wala usiwasidishie na katika ulimwengu isipokuwa maangamizo. Hizi katika 42:13 leo katika Qur'an. Mimi nasema Biblia inajaniguza, lakini na ngojea na mabuku utakuja kupanda hapo utoe Ukristo ndani ya Biblia. Leo mnanipatiza. Leo mkitoa Ukristo ndani ya Biblia, Ukristo dini, mnanipatiza. Rudi katika Qur'an 42:13 unaniangalia. Inasema hivi. Naam. Inasema hivi. Amekupeni sheria ya dini, yani ile aliyomuhusiana huo. Alimuhusiana na Nuhu, tumepata aliuzia wanao Uislamu. Endelea. Na tuliokufunulia wewe na tuliowahusia Ibrahimu na Musa. Angalia, hii dini waliomuhusia Nabii Musa 10:84 Qur'an. Angalia Musa aliuziwa dini gani? Alafu kuja tuambie wewe na hii hapo Kristo ulitoa wapi na nani alihusiwa? Kwanza lipatikane Ukristo dini. Soma hata kuniangalia mimi 10:84 wewe kuniangalia unashangaa, mimi nilikwambia kwa Mkristo. Na unajua mimi nilikwambia. Inasema hivi. Mimi sina shida na kutetea Ukristo sana. Na Musa akasema, ni kaumu yangu. Kaumu yangu. Ikiwa mmemwamini Mwenyezi Mungu. Kama kweli nyinyi mnaamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Mtegemeeni Mwenyezi Mungu kama nyinyi ni Waislamu. Wakasema kama ni Waislamu kweli. Na sasa endelea. Wakasema tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Naam. Mola wetu. Mola wetu. Usitufanye wewe kutia msiko na hao watu madhalimu. Safi kabisa. Wataniuliza wapi Yesu aliambia watu wake na nyinyi mnifuate kama kweli nyinyi ni watu Waislamu kweli kweli. Nenda katika Qur'an sura 3 aya 52. Fanya haraka. Na kutetea Ukristo sana kubeba gunia la misumari wakati umenyoa kipara. 3:52. Msomaji aje kusubiri. Mimi sikwambia kwa Mkristo unakufa kaburini na kuna msumari. Ile utaanza kutoa vijana ukasirike. Lakini Isa Yesu mwana Mariamu alipoona ukaidi umezidi katika ulimwengu, umeshtadi alisema, nini? Nani watakuwa wasaidizi wangu? Nani atakuwa wasaidizi wangu? Paketa ganga. Naona unanipondolea macho ukiwa umedunga suti hapa tana. Endelea.
kuendelea katika kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Nani atakuwa msaidizi wangu wa kuendelea kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema nini? Sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya nani? Wa Mwenyezi Mungu. Maliza. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu kwanza, na ushuhudie kwamba sisi tumejisalimisha, na ushuhudie kwamba sisi wanafunzi wa Yesu tumejisalimisha, manake tumenyenyekea. Nimesema Biblia, siku zitakuja dakika za mwisho mtaona. Endelea. Kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mola wetu, Mola. Mwalimu atakuruka herufi hapo hapo, niko na wewe. Nani kwa hapa? Muulize kwa hapa. Na nataka mwalimu atakayekuja hapa Ukiristo akanyaga kwa Biblia bila kukuza Qur'ani, kama nilivyokanyaga ndani ya Qur'ani bila kukuza ile box ya vitabu. Endelea. Mola wetu, naam, tumeamini uliyoteremsha, tumeamini yale uliyoteremsha, na tumemfuata mtume Isa. Basi tuandike pamoja na washuhudia hao. Wewe Mwenyezi Mungu, tuandike pamoja na wanaoshuhudia nini? Na Mayahudi walifanya hila, na Mwenyezi Mungu akazipigia hila zao. Yaani Mayahudi walifanya hila, wakapeleza hila zao. Hapo unaingia katika masala ya msalaba, huko tusiingie. Lakini kuna kitu umeruka hapo mwalimu, niko na wewe bamba hapo. Wanafunzi waliposema tuandike pamoja na wenye kufanyaje, hapo kuna kitu umeruka. Lakini ala kulli hali, katika dunia Mwenyezi Mungu alipoumba binadamu aliomba katika sambuli mbili. Hii sambuli ya kwanza taiona hapa, sambuli ya pili tunaingojea huko. Mwalimu msomaji, nipigie Qur'ani 64 mstari wa pili. 64 mstari wa pili. Mstari wake ni wa pili. Naam. 64 mstari wake ni wa pili, inasema hivi. Naam. Yeye ndiye aliyekuumbeni nyote. Kumbe Mwenyezi Mungu yeye ndiye ametumba sisi binadamu wote katika dunia. Na kuna wengine wenu, na kuna wengine wetu ni makafiri, na wengine wenu ni Waislamu. Kuna wengine wetu ni makafiri, na wengine wenu ni Waislamu. Waislamu wainue mikono juu kama ni Muislamu. Kama ni Muislamu beba mkono. Aha. Rudi nyuma. Na wengine wao ni nini? Ni makafiri. Makafiri tujuane. Makafiri. Mwalimu. Na Mwenyezi Mungu anaona yote. Na Mwenyezi Mungu anaona yote mwalimu. Nimalizie na tatu tamana ngapi? Mwenyekiti mara 5. Mwenyekiti tumeisha katika. Asante sana. Na ngoja atakayekuja apite kwenye Biblia wapi Kristo dini, hata kwa mitamba za Wakamba. Asalamu alaykum. Haya, hiyo anaitwa mwalimu wa Kiislamu. Maneno mengi tu, anapenda vijembe, lakini akipewa anakasirika. Haya, sasa mimi sitakuwa mwenye kupoteza muda, bali nitamkaribisha, nitampatia leo pole aweze kumtia chuoni au mpeleke pole pole. Haya, karibu mwalimu Gani. 1 2. Na usimame hapa, maana ukienda huko unapiga kelele. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wale ambao hawajapata neema kuwa Wakristo, Waislamu, hata ni wasalimu kwa salamu inayotumika sana upande wa pwani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msomaji? Naam. Ayubu 11:2. Chapter 11:2. 11:2 nasema hivi, je, wingi wa maneno usijibiwe? Saidi, wingi wa maneno wako usijibiwe? Na mtu aliyejaa maneno, je, ahesabiwe kuwa na haki? Kwa maneno yako mengi tukubali Uislamu ni dini ya Mungu? Tulia sasa. Hata kwanza niambie mwalimu wa Kiislamu, uliposimama hapa ulikuja vizuri, ukakubaliana ya kwamba dini ni neno la Kiarabu, lakini inapokuja katika lugha ya Kiswahili inabadilika, inakuwa njia, lakini sio kila njia inaweza peleka mtu mbinguni. Yes, Uislamu ni njia, lakini si ya kweli. 16:25 kitabu ni cha Methali. 16:25 Methali. 25 inasema hivi, ndio. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Uislamu ni dini, ndio, lakini si ya uzima, ni dini ya mauti.
ukitaka njia ya uzima uende wapi? 14:6 Yohana. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Yesu akamwambia mimi ndimi njia, maana yake kwa Kiarabu mimi ndimi dini, kweli, na uzima. Kumbe tunamfuata Yesu akiwa njia ya kweli na nini? Na uzima. Uislamu, kama wewe ni mkweli, kuja unitolee andiko kwa Qur'ani iliyo na sura 114 iliyo na aya 6226. Sura ndefu ni Suratul Bakara, sura fupi ni Suratul Asri. Uislamu, dini ya kweli na uzima. Kitu kingine akakuja akasema eti wanadamu wote kuanzia Adam walikuwa Waislamu. Acha leo nikufunze Kiarabu. Qur'ani 2:213. Hiyo aya usiwahi isoma mahali kwenye niko. Siwezi kukubalia uje uchafue Kiarabu ambao nimekaa miaka 10 nikiisomea. Wewe hujasomea unakuja ichafua. Soma. Inasema hivi, watu wote walikuwa wa dini moja. Hiyo dini siko kwa mabano kabisa. Sasa kwa Kiarabu inasema kana nasi ummatan wahid. Watu wote walikuwa umma moja. Kwa nini watu wote walikuwa umma moja? Mbona Qur'ani iseme 49:13 kitabu ni cha Qur'ani. Nikisema watu wote walikuwa umma moja, maana sisi wote wanadamu tunatoka kwa Adam. Lakini watu wote hawakuwa na dini moja, maana sisi wote tungekuwa na dini moja, leo hii hakungekuwa makafiri na leo hii hakungekuwa Wakristo. Muislamu anakuja sema eti sisi ni makafiri. Ngoja nitakuonesha kibalo, nitarudisha. Waislamu ndio makafiri, tena kwa aya. Soma. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni nyote kwa yule mwanamke mmoja, Adam na yule mwanamke mmoja. Kumbe watu wote wameumbwa kutokana kwa nani? Kwa mwanamume mmoja. Ndio Qur'ani ikasema watu wote walikuwa umma moja, si dini. Akakuja akasema eti Uislamu ni unyenyekevu. Kila mnyenyekevu si Muislamu. Nipewa Korinto wa kwanza 10:1. Nikuulize, je, huyu naye maana ni mnyenyekevu na yeye ni Muislamu? Soma. Wakorintho wa kwanza 10:1. Kwanza 10:1. Ndio. Biblia Takatifu inasema hivi. Inasemaje? Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Enda Wakorintho wa pili 10:1. Wakorintho wa pili 10:1 ndio. Basi mimi Paulo mwenyewe nawasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi niliye mnyenyekevu. Kumbe hata Paulo ni nani? Ni mnyenyekevu. Mwalimu wa Kiislamu ukija hapa uje tuambie, je, Paulo naye ni Muislamu? Maana naye ni mnyenyekevu. Kila mnyenyekevu si Muislamu. Akakuja akasema ya kwamba manabii wote walikuwa Waislamu. Kwa mujibu ya Qur'ani, manabii wote ni Waislamu. Lakini nje ya Qur'ani hakuna hata nabii mmoja wa Mungu amewahi kuwa Muislamu. Na kama wewe ni mkweli, njoo utoe katika kitabu kingine manabii walikuwa Waislamu. Maana Waislamu wanaamini vitabu vingapi? 121 Qur'ani. Kuja ututolee katika Zaburi ya Daudi alikuwa Muislamu. Kuja ututolee katika Injili ya Yesu alikuwa Muislamu. Kuja ututolee katika Taurati ya Musa alikuwa Muislamu. Tukukubali. Unakuja tu hapo unapiga kelele, uende huku urudi kujisifu. Acha sisi ndio tukusifu, si wewe. Soma 2:121. Inasema hivi, wale katika hili kitabu, katika wale tuliowapa vitabu, tuliowapa kitabu Taurati. Kumbe kuna waliopewa Taurati ambayo ilipewa Musa. Taurati ni vitabu vitano vya Musa: Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu na Taurati. Kuja tutolee katika hivi vitabu Musa amewahi kuwa Muislamu, nitakukubali. Zaburi, Injili, Zaburi. Kumbe kuja tutolee katika kitabu cha Daudi ambacho ni Zaburi, Daudi amewahi kuwa Muislamu. Si usilimishe manabii wa Mungu ambao wamekufa. Kwa mujibu ya Qur'ani, je, ni dini gani zilizotangulia? Nipe Qur'ani kwanza 16:125 tafsiri ya Barwani. Niliona wako nayo. Usikuje fanya mazoezi kwa uwanja apita huko wapi? Kuja huku ndio nikuone vizuri. 16. Ukitoa tu andiko katika kitabu cha Musa ni Muislamu, nitasilimu. Jana mwalimu wangu alisema ataitwa Usama bin Mandevu. Mimi nikisilimu nitaitwa Al-Shabab.
Maana ya Al-Shabab ni kijana. Sasa nikienda kwa msikiti mimi nitaitwa Al-Shabab. Soma. Inasema hivi, mnajadiliana watu wa dini zilizotangulia. Qur'ani, hiyo ni Qur'ani inasema jadiliana na watu wa dini zilizotangulia. Katika watu wa Biblia. Kwanza hawa watu dini yao iliyotangulia ni watu wa Biblia. Yaani Mayahudi na Wakristo. Hapana, Waislamu. Mayahudi na Wakristo. Kumbe Wayahudi na Wakristo dini yao ilitangulia. Waislamu wakaja wakati gani? 62:3 kitabu ni cha Qur'ani. Msomaji chapcha. Zaidi siendi vijembe. Nina mngoja dakika 10 niangalie venye atakuja. Soma. 62:3 ndio. 62:3. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao. Nasema hivi, 62:3. Ama 62:2. 2. Ndio inasema hivi, ndiye aliyeta mtume katika watu wasiojua kusoma. 62:3. Amemleta kwa wengine, na amemleta kwa wengine, amemleta kwa wengine miongoni mwa walio bado kuungana nao. Na ndio sisi Waislamu tunakuja nyuma. Kumbe kuna waliotangulia ambao ni Wayahudi na Wakristo, Waislamu wakaja nyuma. Je, Qur'ani Muislamu anaweza amini? 49:14 kitabu ni cha Qur'ani. Yaani kuwa Muislamu ni kama kupata ajali na ukakufa. 49:14 kitabu ni cha Qur'ani, inaitwa suratul Hujurat. Walisema wanaokaa jangwani, walisema, ukisoma kwa Kiarabu inasema qalatil a'rabu, walisema wanaokaa jangwani kumwambia mtume, kumwambia Muhammad, tumeamini. Hawa walikuja kwa Muhammad, wakakuja ambia Muhammad tumeamini. Sema. Muhammad akawaambia sema, waambie hamjaamini kweli kweli. Waambie hamjaamini kweli kweli. Lakini semeni tumesilimu. Kumbe kuna tofauti ya kuamini na kusilimu katika Qur'ani. Kina nani wako na sifa ya kuamini? 2:62 Qur'ani. Yaani unatumia dakika nyingi, jasho inatoka. Unaona hata mimi jasho haitoki. Taratibu tu. Inasema hivi, katika walioamini, katika walioamini, mitume wa zamani huko, mitume wa zamani huko na Mayahudi, wa kwanza walikuwa ni Mayahudi na Wakristo. Kumbe wale ndio walioamini. Mitume gani? Zamani. Waislamu wakakuja nyuma. Mwalimu wa Kiislamu akasema nini? Wakristo ni makafiri. Qur'ani 3:11. 3:11. Aliniambia nisiende kwa wengine kitabu, huwezi niwekea mipaka. Yaani tununue gunia ya vitabu kisha utake tuende kwa kitabu kimoja. Subutu. Soma. Mwendo wa hawa makafiri, mwendo wa hawa makafiri umma wako. Nabii Muhammad. Tulia. Nani anamkubali Muhammad ni mtume wa Mungu hapa? Wale ndio wanasoma andiko. Mwendo wa hawa makafiri wa umma wako Nabii Muhammad. Kumbe makafiri ni wanaomfuata nani? Nabii Muhammad. Tena wanaokubali Muhammad ni mtume ni kina nani? 61:1 Qur'ani. Ukisema tu Muhammad ni mtume, kama wewe si kafiri, wewe ni munafiki. Soma 61:1. 61:1 inasema hivi. Ndio. Vinamtukuza Mwenyezi Mungu. Vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini. Ama ni 63:1 suratul Munafiquna. 63 ndio 1. Soma. Inasema hivi, kinamtukuza Mwenyezi Mungu. Kila kilichomo mbinguni ndio na kilichomo ardhini. Achana hiyo, nitakuja isoma. Ni hapo kama sio 62 ni 61. Umesoma 61:1. 62:1. 61:1 inasema idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wanapokujia wanafiki husema wewe Muhammad ni mtume wa Mungu. Sema. Sio. Msomaji unaniangusha, lakini twende tu. Hata sasa niangalie manabii wote waliotumwa na Mungu walikuwa Wakristo ama Waislamu? Petro wa kwanza 1:10. Petro wa kwanza 1:10. 1:10. Niona ndugu yangu hapo ananiangalia. Mimi ndio Paulo almaarufu upanga wa Yesu Kristo. Niangalie vizuri. Soma. Katika habari ya wokovu huo, katika habari ya wokovu huo nabii tafuta manabii. Unaposikia manabii ni kuanzia Adam, Nuhu, Idrisa, Saleh, Zulkif, isipokuwa Muhammad, maana hajatumwa na Mungu. Manabii walitafuta na kuchunguza na hawa manabii wakachunguza ambao tabiri habari za neema, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia nyinyi. Wakatafuta ni wakati upi? Manabii kwanza wakatafuta ni
wakati upi? Na wakati namna gani? Yani wakati wa namna gani? Ule wenye roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kumbe manabii wote waliongozwa na roho wa nani? Roho wa Kristo. Ukiongozwa na roho wa Kristo utakuwa Muislamu ama Mkristo. 9:8 kitabu ni cha Warumi. 9:8 kitabu ni cha Warumi. Soma. 9:8 inasema hivi. 9:8 ndio inasema hivi. Ndio. Yaani si watoto wa mwili. 8:9 ndio inasema hivi. 8:9 lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, nyinyi hamfuati mwili, bali mwafuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kumbe ili uwe Mkristo lazima uwe na roho wa nani? Roho wa Kristo. Na ukiwa Mkristo Mungu anakuambia nini? 4:16 kitabu ni cha Petero wa kwanza. Petero wa kwanza 4:16. 4:16 ndio inasema hivi. Petero wa kwanza 4:16 ndio inasema lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo, asione haya wala mtukuze Mungu katika jina hilo. Kumbe ukiwa Mkristo usifanye nini? Asione haya, lakini mtukuze Mungu katika nini? Katika jina hilo. Sasa Waislamu wanaposali kila siku wanasema tuongoze katika njia iliyonyooka. Acha leo nipe Waislamu njia. Nipe kwanza Qur'ani 1:7 ama 1:6. Yaani Muislamu akisali anapiga ihdina siratal mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Maana hauna njia na Mungu wenu anawaambia tafuteni njia. Acha leo niwape njia ili mkikubali mupate uzima, mkikataa ni finari jahannam, katika moto na siku la chipsi ni kuchomwa. Soma 1:6. Tuongoze njia iliyonyooka. Waislamu wanaomba tuongoze katika njia iliyonyooka. Je, wale wanaoneemesha? Kumbe kwanza kuna njia iliyonyooka na njia hiyo ni ya wale walioneemeshwa. Je, katika Qur'ani kwani kina nani walineemeshwa? Qur'ani 3:55. Unaniambia nimalize? Ngoja dakika zako utakuja maliza. Mimi Qur'ani nilihifadhi nikiwa na miaka 8. Kwa hiyo yote ambayo ninasoma ninajua nini ninatafuta. Wewe na wewe kuja kwa dakika zako. Soma 3. Wewe unajua mtu akipiga kelele sindano inaingia. Kabisa. Soma 3:53. Ndio. 55. 55. Ndio. Kumbukeni Mwenyezi Mungu. Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, wewe Yesu, mimi nitakutimizia muda wako. Mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Hawatakuwa hao maadui. Hawatakuwa wale maadui. Na nitakuleta kwangu. Na nitakutakaza na wale waliokufuru. Hapa kuna kundi mbili. Kuna wale ambao waliokufuru hawataweza kukudhuru. Na nitaweka wale waliokufuata. Watawekwa wale waliofuata Yesu juu ya wale waliokufuru. Kumbe waliofuata Yesu watawekwa juu ya wale waliofanya nini? Waliokufuru. Wangapi wanaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Tuonane kwa mikono. Wangapi hawaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Wale ndio waliokufuru. Sasa Muislamu Qur'ani inawaambia watafute nini? 5:30 na ngapi? 35 kitabu ni cha Qur'ani. 6:35 suratul Maida. Soma 35. Ndio. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu, tafuteni njia wakumfikiria. Kumbe Waislamu wanaambiwa watafute nini? Njia. Hata tupewe Waislamu njia. 14:6 kitabu ni cha Yohana. Yesu tunawapea. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kumbe waende kwa Yesu ili wapate njia kweli na nini? Na uzima. Wa ilahuna ma'a salamat wal faradu huna al kifaya. Assalamu alaykum. Haya. Malalamika ati anasoma haya nusu. Singoje dakika zako alafu malizie pia. Haya, tulieni tu. Nyinyi ni wasikilizaji. Lakini kama unataka kuongea sasa unakuja unaniona alafu ongea. Lakini ukiwa hapo wewe tulia tu. Usikilize walimu wanaenda vipi. Kazi yenu ni kulinganisha tu ni nani amedanganya na nani ameongea ukweli. Ama nani amepinda ulimi na nani hajapinda ulimi. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yetu na hiyo ndio umuhimu wa mkutano huu. Kwa hivyo mwalimu ametumia dakika zake 15. Tunaenda kwa dakika zingine 10. Je, mwalimu wa Kiislamu
unakubaliana na mwalimu aliyetoka twende kanisani, ama bado unang'ang'ania imani yako? Dakika zingine kumekuja utuambie. Waislamu takbir. Nimesema na nikaahidi lipatikane Ukristo dini, mimi nabatizwa. Amezunguka na mimi sijakanyaga kwenye Biblia hata basi moja, lakini kwa sababu anajua Biblia ni buku tu, yani kule kubox kumewekwa hapa, hata yenyewe jitambui, ndio maana nikienda kwenye Qur'ani kutafuta Ukristo. Waislamu inakuwa ni msiba. Yani wewe ni fundi wa gari, alafu unachukua spare part ya Mercedes Benz unaenda kufunga kwa katapila, akili yako mbaya. Na kuna kitu kibaya kama kwenda kumwambia mgonjwa aliyokuwa na ugonjwa ukimwi, kwenda kumvalisha kondo maganda shachomeka. Sasa huyu hii maandiko yake yote ametoa wapi? Mbona hajatolea kwenye Biblia Ukristo dini? Nilizungumza na nikasimama na hoja nikijua hawezi. Akakuja akatoka katika Qur'an akasema ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Kweli Yesu mwenyewe kafundisha, akakuja akatoa 14:6. Hebu hata nikuonje na hiyo, soma. Akamwambia mimi ndimi njia. Yesu sasa akamwambia wewe soma Biblia, wacha mambo yako, soma Biblia. Nani akamwambia? Yesu akamwambia. Unaona sasa, nani akamwambia? Wacha mambo yako wewe, niko macho sana. Biblia nilisoma miaka 1963 kabla sijazaliwa. Hapo unajua Uislamu. Mwalimu soma Biblia. Nakwambia nikulia muda wangu naongeza kidogo. Ila kona kama hizo hapo namwambia nisomee fulani, anaruka na mwenyekiti pale namuona, baada ya kumwambia aya ndio hii hapa. Unaruka, akia Mungu naongeza, endelea. Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima. Maliza. Inasema hivi nini? Mtu haji kwa Baba, mtu hawezi enda kwa Mungu ila kwa njia mimi. Sasa swali linakuja, Yesu ulipokuwa unazungumza hiyo njia, ulikuwa unamaanisha ni njia kwenda Kikomba, ulale tukikanyaga, tukipita tukienda? Wacha kusoma Biblia kutafama majani ya mbao. Soma Marko 12:14 nikuonyeshe kitu hapo. 12:14 inasema hivi, hata walipofika walimwambia, hata wanafunzi walipofika walimwambia, mwalimu, tunajua kuwa wewe mtu wa kweli. Sisi tunajua kwamba wewe ni mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu. Yesu alikuwa angalia cheo cha mtu nini? Kwa maana utazami sura za watu, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Sasa uje utuambie njia, na akasema njia ni dini, na akakubali mara ya kwanza aliposimama akasema kweli Uislamu ni dini, lakini anashaka nayo. So ungetuambia kwa Ukristo dini. Kama kweli kuna mtu angesadiki Ukristo ni dini, wacha wewe mwenye unasoma kwenye vitabu. Huyu mwanamke mwenye alikutana na Yesu na angesema kweli Yesu ndio dini. Hebu nipigie 4:25 Yohana. Huyu mwanamke ndiye angesema kweli Yesu ni dini, lakini sikiliza wanahojiana na mwambia nini? Yule mwanamke akamwambia Yesu, najua kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo. Najua kwamba yuaja Masihi aitwaye Kristo. Naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote. Maliza. Yesu akamwambia, mimi nayesema nawe ndiye. Unayezungumza naye mimi ndio Yesu. Alisema yeye ndio dini. Akasema Uislamu maana yake ni unyenyekevu. Ndio 11:27 tayo. Mimi nilikwambia na Biblia sikuwa na haraka kuipita. Inasema hivi, naam, 11:29, naam, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, ndio kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nini maana unyenyekevu? Ukuja hapo tuambie unyenyekevu kwa Kiarabu maana yake nini? Kama ni mkweli kweli na Ukristo, kama ni anaamini Yesu, aseme ukweli. Hapa hatuendi kwenye hadithi, hatuendi kwenye fiki wala vitabu zingine. Weka hapa Biblia itueleze wapo Ukristo dini. Sasa sikilizeni mahali penye kisa na sababu, mahali penye Ukristo ulitokea. 11:26 kitabu chake ni cha Matendo ya Mitume. Unaniangalia ukicheka. Hii ndio koti limeenda hivyo, kanisa limechomeka, sadaka upati. 11:26 hadi 25 kitabu chake cha Matendo ya Mitume. 26 inasema hivi, hata walipokwisha kumwona, 25. Naam. Kisha akatoka akaenda Tarso. Kisha wanafunzi wakatoka wakaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona, kwanza mwalimu, Sauli ni nani? Hii kitu watakuja kutuuliza hapa. Sauli nani? Hapo Matendo ya Mitume 13:9. 13:9 inasema hivi, naam,
Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, ndio Paulo ako hapa na koti la kikomba. Rudi katika Matendo ya Mitume. Unakwenda kujenga hivi kitu na kasirika. Kwa maana rafiki yangu sana nampenda, ndio maana lazima mpaka nimchekeshe kidogo. Naona kanipeleka na spy. Anasema mwalimu kuja kila siku. Soma, lakini kipofu usikasirike. Hata walipokwisha kumwona huyu Paulo, akamleta Antiokia. Yaani alitoka Konga akaenda mpaka Antiokia huyu. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Wakakusanya pamoja na kanisa. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Ukiristo. Na wanafunzi waliitwa Kristo. Kwanza hapo Antiokia. Wapi? Hapo Antiokia. Ndio wanafunzi wanaitwa mara ya kwanza wapi? Antiokia. Sasa tungekuja tuambie hapo Ukristo imetoka. Alianzisha Ukristo Mr. Paulo, ambaye Sauli alikuwa mpinzani wa Yesu. Acha kuniangalia na 9 Matendo. Alikuwa mpinzani wa Yesu. Hata huyu angekutana Yesu angempiga kofi. Na nitakuonyesha jina ngapi? Hebu ipige 26 mstari wa 9 na nitakutolea andiko. Paulo na Yesu hawajaonana kwa miaka 14. Yesu anaondoka mwaka 33, Paulo anakuja mwaka 40 na anakuja kuanzisha Ukristo. Alafu tuambie kama hii dini ilikuwa kwa hii dunia. Waislamu takbir. Nimesema kutetea Ukristo sana, kwa hivyo unaniangalia 26:9 Matendo. Sinakuja useme nisome. Soma. Inasema hivi. Kweli mimi mwenyewe. Kumbe Paulo mwenyewe. Naliona ndani ya nafsi yangu. Aliona ndani ya nafsi yake. Kwamba nilipaswa kutenda mambo mengi. Yamemlazimisha afanye mambo mengi. Yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Yaliyoshikamana ama yaliyopingamana? Yaliyopingamana. Imani alikuwa anampinga, endelea. Na jina lake Yesu Mnazareti. Na Yesu Mnazareti. Nami nikayafanya hayo. Na mimi nikawafanya hayo. Yerusalemu Marisa. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu. Paulo alifunga wengi miongoni mwa watakatifu. Ndani ya magereza. Kisha kupewa amri na kuwa makuhani. Akishapa amri na kuwa makuhani. Na walipouawa Paulo, nalitoa idhini yangu. Ndio mzee Paulo, wewe kweko twende uliwa watu. Endelea. Na mara mingi katika masinagogi yote naliwaadhibu ndani ya masinagogi, akawatandika akawaambia tokeni kwenye masinagogi msonge ndeni. Walipokataa, endelea, nikawashurutisha mkukufuru. Wakashurutisha kufuru. Sasa tuangalie Yesu, wewe ulikuwa unafundisha hapo wanafunzi wake 18-19 kitabu chake cha Yohana. Sasa tuangalie Paulo na huyu sasa Yesu. Alafu enda katika Ukristo. Ukuje upige hesabu wewe Mkristo uko wapi? 11 18 19 hiyo ni kitabu chake cha Yohana. Au kama iko soma hiyo kwanza na Ukristo ya pili. 18 19. Yaani nilikuwa nimeaje hivi vitu ungelitangulia kanyaga hapa ndugu yangu. Ungejuta ni kwa nini ndio kwa kanisa endelea? 18 ngapi? Unajua unaongea mingi hata useme andiko. Brother, kama umetoka kusoma kando lete mtu mwingine. Sasa utasomea na huyo. Nasema hivi, basi kuhani mkuu, kisha kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Na habari za mafundisho yake. Endelea. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Wapi? Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu. Kumbe Yesu alikuwa anafundisha katika sinagogi na ndani ya hekalu. Sasa tuangalie katika hekalu. Nipigie 11 15 kitabu chake cha Marko. 15:11 Marko. 11:15 Marko. Fanya haraka. Yesu alikuwa anafungia ndani ya hekalu na ndani ya masinagogi. Katika mkuu mbili. Kanisa alijui halaje kutoka kuona santa kidini. Soma mwalimu. 11:15. Wakafika Yerusalemu. Akaingia ndani ya hekalu. Na Yesu akaingia ndani ya hekalu. Akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Kumbe Yesu alianza kuwafukuza na kuwatoa ambao walikuwa wanauza ndani ya hekalu. Akasema nini? Akazipiga meza za ubadili fedha. Wakapindua zile meza za ubadili fedha. Na vitu vyao wauzao njiwa. Na vitu zao walikuwa wanauza njiwa. Wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Endelea. Akafundisha akasema, nini? Je, haikuandika hekalu? Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kama taifa yote. Itakuwa nyumba ya sala. Ndio unaona msikitini hakuna meza, kanisani kuna teza na kuna njii, ukiinama unapigwa wengine ndo 17:1 Qur'ani shuke. 11. Alafu jameni, sikilizeni wasikiliza Waislamu. Kanisa kuna muziki lakini na bai na muziki.
Kanisa iko na pombe, wine, damu ya Yesu. Na pipe iko na wine. Kanisa wamechanganyikana wanaume na wanawake. Kanisa ndio pia imechanganyikana wanawake na wanaume. Kanisani kuna disco. Na pia kuna disco, alafu nitafutieni kanisa na baa. Haina jamii hata kusoma andiko. Asalamu alaykum. Kuna kelele. Unajua kukiwa na chura moja kwa bahari ama mtoni, zinapiga kelele, unaweza fikiria ni 50, kumbe ni moja tu. Lakini Mswahili alisema chura hazimzuii ng'ombe kunywa maji. Kwa hivyo Paulo hatakuwa kama ng'ombe kuja kunywa maji kwa dakika zingine 10. Na umfundisha Kiswahili, naona anaenda kwa Paulo, mrudisha kwa mada. Mimi namsamehe tu. Ukitaka mada ya Paulo kuja kesho. Mwalimu 18:17 Methali. Ajitetee kwanza. Huonekana kuwa ana haki. Na jirani yake, lakini mimi jirani yake hujana kumchunguza. Kumbe lazima nimchunguze. Kwanza, jambo la kwanza ninakusikitikia sana. Hujui tofautisha, kabla ya Yesu kuja kulikuwa nyumba za ibada zilizoitwa mahekalu na masinagogi. Lakini baadaye Yesu akasema nini? 16:18 kitabu ni cha Mathayo. 16:18 Mathayo, chap dakika 10 ni kidogo. 16:18. Maana ameweka hapa magugu na nina kukanya, Mkanywa International. Jadili, acha kurusha maneno. Maana nikikukaba kesho hautakuja. Na tunataka ukuje ili ubatizwe. Soma. Anakasirika haraka. Inasema hivi, nami nakuambia, wewe ndiye Petro. Na juu ya mwamba huu najenga kanisa langu. Kumbe Yesu alisema atajenga nini? Kanisa. Saizi malaika, Mungu akituma malaika na mtuma wapi? Hebu nipe 22:16 kitabu ni cha Ufunuo. Malaika saizi nyumba za ibada, hatuna tena masinagogi, hatuna tena mahekalu, saizi ni kanisa. Na kanisa si jengo. Unajua wewe Muislamu ukiona jengo nafikiri ndio kanisa. Hii misikiti yenu ndio nyinyi mnajua ni nyumba ya Mungu, lakini sisi kanisa si jengo, ni watu wanaokusanyika hapo, ndio inaitwa church, ama kwa Kiswahili kusanyiko. Soma 22:16. Mimi Yesu mtuma malaika wangu. Kumbe Yesu anatuma malaika wake kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika kanisa. Kumbe malaika wakitumwa wanatumwa katika nini? Katika kanisa. Lakini nini namuelewa, andiko zilikuwa zimemuishia, ndio maana kanisani kuna viti, kuna nini. Acha nikueleshe, Waislamu miaka nyingi walifundisha wakasema sinagogi ni msikiti, si kweli? Kabisa. Hebu nipe Luka 14:16 nikuoneshe kama nikienda kwa akili yako wenye unataka tuende. Acha nikugeuzie hiyo kibano. Soma 4:16. Ndio inasema hivi, ama nenda 16 na 17 haraka. 16. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia sinagogi, kama ilivyokuwa desturi yake. Aya 17. Ndio inasema hivi, ilikuwa utafungua msomaji. Inasema akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, ndio Roho ya Bwana yu juu yangu. Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Kwanza katika sinagogi kulikuwa maskini wanahubiriwa habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Wafungwa kufanya nini? Kufunguliwa kwao. Na vipofu kupata kuona. Kulia. Kumbe jambo la kwanza Muislamu anasema sinagogi ni nini? Msikiti. Na katika msikiti kulikuwa nani? Wafungwa. Kabisa. Mwalimu, ukienda jela unaenda na viatu? Hakuna. Na kwa msikiti huwezi ingia na viatu. Ndio maana Yesu alikuja watoa huko, usibaki kwa jela. Sasa mimi acha nifundishe. Akakuja akasema, hata sasa nikuoneshe Uislamu. Nilikuja hapa nimekuwekea hoja, nikakwambia kwa mujibu ya Qur'ani manabii wote ni Waislamu, lakini nje ya Qur'ani hakuna hata nabii mmoja wa Mungu amewahi kuwa Muislamu. Kwa nini? Hebu nipe Qur'ani 12:19, piga maelezo yake. Yaani mimi nilikupeleka kwa mwendo wa polepole, lakini na wewe natakikana nikufunze kwa nyaunyu. Nikwambie sema Bwana Yesu,
Wewe utaelewa kwa kiboko. Soma. Inasema hivi, unaona kuuzana? Unaona kuuzana. Kulikuwa zaidi ya miaka 4,000. Kulikuwako zaidi ya miaka 4,000 kabla kuja dini ya Kiislamu. Kumbe kabla ya miaka 4,000 hakukukuwa dini ya Uislamu. Ni nani aliyeanzisha Uislamu? Na huyu, maana ili uwe Muislamu lazima kuwe mtu anayekuweka kwa Uislamu. Kwa hiyo Muhammad asingejisilimisha, lakini alikuwa anaambiwa asilimu. 6:14 Qur'ani. Na hapo chap nifungulie Maisha ya Mtume ukurasa wake wa 18. 6 ngapi? 6:14 Qur'ani. 14. Ndio. Inasema hivi, sema Muhammad, je, nifanye Mola wangu? Nifanye Mola wangu Asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Kwanza huyu ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Naye hulisha wala halishi. Naye hulisha wala halishi. Sema Muhammad, hakika mimi nimeamrishwa. Mimi ni wa kwanza katika wenye kusilimu. Kumbe Muhammad aliamrisha au wa kwanza wenye kusilimu. Maana ni yeye ndiye alikuwa Muislamu wa kwanza, asingejisilimisha. Maana kusilimu ni kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, naamini Allah ni Mungu na Muhammad ni mtume. Sasa asingejiamini yeye, akafanyaje? Nipe Maisha ya Mtume ukurasa wa 18. Nasema hivi, kisha tatuambia kama Adam ndiye Muislamu wa kwanza, huyu ndiye Adam. Soma. Basi Muislamu wa mwanzo, Muislamu wa kwanza kabisa ni mwanamke. Kumbe Muislamu wa kwanza ni nani? Ni mwanamke. Mwalimu wa Kiislamu. Hivi Adam alikuwa mwanamke? Huyu ni mke wa Muhammad, ndiye Muislamu wa kwanza. Huyu mwalimu wa Kiislamu akakuja sema eti Yesu tunamuita njia tumkanyage. Kwa nini? Dini ina maana zaidi ya moja. Acha nikupe maana nyingine. Kwa nini tunamfuata Yesu? Nipe kitabu cha Ukweli Mwaminifu, juzuu ya kwanza na ya pili, ukurasa 224. 224 nikuoneshe kwa nini tunamfuata Yesu, ili upate tabia ya Yesu. Ukishika hiyo tabia ya Yesu ndio unapata garanti ya kuenda mbinguni, si njia tumkanyage. Soma. Vile akauliza Mtume aliulizwa mtoto wa Amina Muhammadi, nini dini? Nini maana ya dini? Akajibu tabia nzuri. Kumbe tabia nzuri ni nini? Ni dini. Kumbe tukifuata tabia ya Yesu tunaenda wapi? Mbinguni. Mwalimu wa Kiislamu akakuja akasema, akanitolea 11:29 kitabu ni cha Mathayo. Hiyo andiko wewe, Yesu anaposema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, huku anasikia. Hata Paulo ni mnyenyekevu, kwani nini Muislamu? Na kama unafuata mila ya Yesu, tuangalie Yesu alifanywaje. 3:16 Mathayo. Kisha niambie kama unamfuata. Soma. Alipokwisha kubatizwa, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Kumbe ukifuata Yesu lazima ufanyeje? Ubatizwe. Ninyi mnabatizwa. So umetoa vitu zingine ambazo hazikusaidii. Uislamu si dini ya Mungu. Watu ambao wanatakikana kufuata Uislamu si watu kama sisi, ni majini. Qur'an 72:14. 72:14. Ila ngoja huko hiyo Matendo ya Mitume hiyo 11:26 sijasahau, maana mimi sikuli sukari, akili ngali fresh. Soma. Nasi wao miongoni mwetu waliosilimu. Kumbe majini walifanyaje? Walisilimu. Nani mwingine alisilimu? Ulimwengu wa majini. Asili ya majini ukurasa wake wa 20. Hata shetani ni Muislamu. Vitu kama hivi ndio ungetuambia hata shetani ni Muislamu, hata majini ni Waislamu, kuliko kutuambia manabii wa Mungu ambao hawajui harufu ya Uislamu. Uislamu umeanza mwaka 610, ndio neno Uislamu inaanza duniani. Miaka 610 kuna wanafunzi wa Yesu walikuwa duniani? Hapana. Soma. Inasema hivi, ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe, kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, na kuwa Muislamu, na kuwa Waislamu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye alimsimamisha shetani akawa Muislamu. Kumbe dini ya shetani ni ngani? Ni Uislamu. Bora hukutuambia hii, ungekuja tuambia hata shetani ni Muislamu. Sasa akakuja akasema eti Paulo ndiyo mwanzilishi wa Wakristo. Yesu alikuwa ameita wanafunzi wake wa Kristo hata kabla ya Paulo. 9:41 kitabu ni cha Marko. Vitu kama hivi si elimu bora.
Si bora elimu, toa elimu bora. Ambia watu hata shetani ni Muislamu akisilimu aende huko apatane na shetani. Na ukikuja hapo tuambie shetani anasali kwa msikiti gani hapa Nairobi? Soma. Kwa kuwa yoyote atakayeonyesha nyinyi kikombe cha maji, Kwa kuwa yoyote atakayeonyesha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi watu wa Kristo, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Kumbe sisi Yesu aliita wanafunzi wake aje? Wa Kristo. Akakuja sema eti Paulo ndiye mwanzilishi wa dini ya Wakristo. Na hata Sammy nikwambie, ukakuja ukasema ili ufuate mila ya Ibrahimu uwe Muislamu, hiyo ni uongo. Ukitaka Ibrahimu awe baba wako wa imani uwe nani? Wagalatia 3:29. Wagalatia 3:29 soma. 29. Inasema hivi. Inasemaje? Na kama nyinyi ni wa Kristo, Na kama nyinyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawa sawa na ahadi. Kumbe watakaorithi ahadi za Ibrahimu ni nani? Wa Kristo. Sasa hawa wa Kristo watakuwa na Ibrahimu wapi? 11:8 kitabu ni cha Mathayo. Imeisha. Umechomwa hadi unanyang'anya mic. Ndio maana nilimweka hapo na sekunde tu mbili. Anajua kulinda muda sana. Sasa lakini ujue kulinda muda, usikose siku hiyo ya kiyama kwenda mbinguni. Ni vizuri pia ujue kulinda muda ya huko mbinguni. Wachana na Uislamu. Sasa nafikiri ya kwamba mwenye masikio pia wasikilize. Kwa hivyo tumeweza kupata jambo la muhimu. Dini ya kweli ni gani kati ya Uislamu na Ukristo? Sasa ni wakati wa maswali. Na kwa sababu Wakristo ndio walianza ama Waislamu? Waislamu ndio walianza, si ndio? Na hivyo sisi ndio tutawauliza swali. Sijui kama uko na swali Mwalimu Paulo. Kuja uliza swali kwa dakika mbili, alafu Muislamu atajibu kwa dakika 5. Kwa dakika 5. Alafu baadaye anakuja dakika 3 kama umejibiwa ama bado. Pia wao nao waulize kwa dakika 2 swali. Karibu sana. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana tumefika kipindi cha maswali, na kwa mujibu ya Waislamu wanaamini manabii wote wa Mungu walikuwa Waislamu. Eti Maulidi atajibu hiyo. Mwalimu wangu Mtihani. sasa mimi ninataka niulize swali. Nisiulize maharagwe uje ujibu mahembe. Nipee kwanza Qur'ani 14. Nipee Qur'ani 12 mstari wake wa 20 ama anzia 19, piga maelezo yake. Kwamba Ndio swali yangu. 12 Ndio 20. 12:20 inasema hivi. Ndio. Hao wanaomhusia Mwenyezi Mungu, Maelezo yake ndio inasoma. 10 samahani. utasoma hapo 12 19 maelezo yake, suratu Yusuf 19. ndio Inasema hivi. Unaona kuuzana. unaona, hii ni Qur'ani inasema unaona kuuzana. Kulikuwa zaidi ya miaka 1400 Kulikuwako zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja dini ya Kiislamu. kumbe miaka 1400 hakukuwa dini ya Uislamu. Malizia. Aliyekuja nayo Nabii Muhammad. Je, swali yangu, hiyo miaka 1400 kabla ya Uislamu haujakuja, dini iliyokuwa duniani ilikuwa inaitwaje? Haya, nafikiri ya kwamba swali linaeleweka. Ameuliza swali lake katika Qur'an. Maana Qur'an inasema Uislamu ulikuja baada ya miaka 1400. Sasa huko mbele, wakati wa kina kabla Yusuf hajaanza kuuzwa, huko mbele. Maana Yusuf ndio mtu wa kwanza kuuzwa. Huko mbele kabla Yusuf hajauzwa. Je, hiyo dini ilikuwa ni gani? Dakika zako 5. Waislamu, mimi naomba nilichokikanyaga huwezi pita. Kwanza amesoma Qur'ani sura ya 12 aya yake ni ya 9 ufafanuzi. Akaenda kwenye maelezo. Mimi sina shida ya maelezo. Nitarudi tu hapo. Lakini akaja akasoma katika Qur'ani sura 6 aya yake 14. Sasa soma, fanya haraka mwalimu. 6:14. 6:14 na akasahau kusoma 6:3. Soma. Inasema sema Nabii Muhammad. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Je, mimi nimfanye
Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye Muumba mbingu na ardhi, ambaye Mwenyezi Mungu ndiye Muumba mbingu na ardhi, naye hulisha wala halishwi. Mwenyezi Mungu ndiye analisha binadamu na viumbe vyote, bali yeye halishwi. Sema hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Hakika mimi Nabii Muhammad nimeamrishwa niwe wa kwanza katika kusilimu. Shika breki kidogo. Unaposikia neno maana ya kusilimu nini? Ndio nikatoa 11:29 nikamwambia kama ni kiduma pita hapo. Mbona amekwepa? Nimeamrishwa niwe wa kwanza katika kusilimu. Yesu anasema mimi, akisema jijeni langu mjifunze kwa kuwa mimi mpole kisha na kusilimu wa moyo, mnyenyekevu wa moyo, maana yake amesalimika. Jambo la kwanza. La pili, unaposikia kusilimu maana yake kusilimu kuko katika sampuli kuu 3 ama 4. Jambo la kwanza, unaweza kuwa unatafutwa na serikali alafu ukasambia most wanted, unatafuta mwenyewe ukajisalimisha, maana yake umesilimu. Kusilimu kwa pili ndio hapa. Wacha kufanya mkutano. Kusilimu kwa pili ndio hapa. Nipigie Qur'ani sura 21:108. Ulikuwa ujui. Sisi ndio walimu wetu wamfundisha. 21:108. Kusilimu kwa pili 108. Alafu nikasema hapa atoe hiyo boksi hii lolote vitabu hii atoe ndani Ukiristo. Wapi ametoa andiko la Biblia wapo Ukristo Dini? Soma. Inasema hivi. Wanacheza na Waislamu wewe. Soma. Sema sikuletewa wahi 21:108. Sio hiyo. Soma. Inasema sikuletewa wahi sikufunuliwa ila kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Je, umesilimu? Sikuletewa wahi kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Je, umesilimu? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, 3 Qur'an sura 3 aya 113. Paulo anaingia hapo, tukuulize swali. 113. Soma hapo. Wao waliopewa kitabu ya ahli kitabu, maana yake amesema yeye ahli kitabu na Kristo akiwapo, endelea. Si wote sawa. Wote si sawa. Katika hao waliopewa kitabu wamo watu waliotengenea. Katika waliopewa kitabu kuna watu waliotengenea. Wanasoma aya za Mwenyezi Mungu. Huyu anasoma Qur'ani wakati wa usiku. Nyakati za usiku. Soma. Na pia wanasujudu, yani wamesilimu. Maana yake wanasujudu, wamefanyaje? Wamesilimu. Kusilimu kwa 3 ndio hapo Qur'ani sura 2 aya 31. Ulikuwa ujui? Soma. 132 nijibu swali yake. Naona kama ameuliza mzigo. Nasema hivi. Naam. Je, nyinyi Mayahudi na Manasara, enyi Mayahudi na Manasara, mlikuwapo alipomfikia Yakobo mauti? Qur'ani sura 2:131. Kwa majoini ambao inasema hivi. Kumbukeni habari hii. Mola wake alipomwambia nani? Nyenyekea. Akasema nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Nimesilimu mbele ya Mola wa ulimwengu wote. Sasa tuambia Ibrahim atamka bishahada. Sasa hii alipotoa kwamba Qur'ani sura 2 akatoa sura 12:19 ufafanuzi. Wakati huu Nabii Muhammad akiwa kama nabii, wakimwambia nimeamrisha ndio kwanza ya kusilimu. Maka kulikuwa Ukristo, dini zimeshasambaratishwa na watu wengi kabisa. Sasa wote tuambie ndio hapa shahada. Qur'ani 30. Una bahati kwamba muda wangu umeisha, nitashuhudia. Soma 30 Qur'an. Alikuwa na hapa swali. 30. Wale wote wananifundisha kujibu swali. Inasema hivi. Basi uelekeze uso wako. Angalia, wanakwambia kwamba elekeza uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Teremka. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu. Kumbe Uislamu ndio umbile ambalo kwa Mwenyezi Mungu ameumbia nayo mwanadamu. Maliza. Ninawaambia watu, ndio. Yaani dini hii ya Kiislamu, dini ya Kiislamu inafikia barabara na umbo la binadamu. Inapelekana sambamba na umbile la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Angalia. Hakuna mabadiliko katika viumbe zimeisha. Anabadili ningemnywa bila maji. Yaani yote tunapita sekunde 2 lakini si kazi yako. Tulieni wa Kristo. Tulieni. Mwalimu wako hapa. Kwa hivyo Paulo kuja, je, amejibu swali lako ama bado? Kuja kwa dakika 3. Maana alafu tuwe waadilifu. Ukipatiwa muda hakikisha umetumia hiyo muda vizuri.
Kama kuna kitu unataka kusema unasema kwa hiyo muda na ujibu swali kwa hiyo muda. Haya, tumia vizuri dakika zako 3. Amejibu ama bado? Kwanza mwenyekiti Muislamu huyo mwadilifu Kabisa. mwalimu wako yeye amepitisha muda sekunde 20. Milimuko haijakupata. Yapo ilikuwa moja. Unajua alikuwa amechoma. Nimemuelewa. Jazba. Sasa mwalimu wa Kiislamu, swali yangu imekulemea na nilijua huwezi jibu, lakini kwa maana hauwezi jibu, acha mimi nikusaidie. Maana hata ungelikuja hapo unyamaze ningeridhika, maana hata kunyamaza nayo ni jibu Kabisa. kuliko ukuje maneno mengi. Nilikuwa nimekuambia sio kila mnyenyekevu ni Muislamu, nikakutolea mwingine mnyenyekevu. Hebu nipewa Korinto wa 2:11. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe unasema vizuri, askari akikutafuta unajisalimisha. Kwa nini utaniambia mwizi akijisalimisha anakuwa Muislamu? Vipi? Soma. Cheki kidogo. Cheka kidogo, Ongeza afya. Anasema hivi, anasema kucheka sana kunaua roho. Basi mimi Paulo mwenyewe na waziri kwa upole na utaratibu wa Kristo, ndio mimi niliye mnyenyekevu. Kumbe hata Paulo naye ni nani? Mnyenyekevu. Kwani nani ni Muislamu? Wewe vipi? Mwalimu, sasa hata nikwambie, ndio maana watu wote ambao saa hizi ni Waislamu walikuwa Wakristo wakadanganywa na ushahidi. Nipe Qur'ani 5:82 tafsiri ya Barwani. Inasema hivi, na haya yanaonekana kuwa Waislamu wengi duniani asili yao walikuwa Manasara wa Kristo. Kumbe Waislamu wengi, na hii ni kweli. Wewe ulikuwa Mkristo kabisa, wote wawili hivyo. Yaani Waislamu wengi asili yao walikuwa Wakristo. Kitu gani ilileta Uislamu hapa Afrika Mashariki? Nipe Qur'ani 106 maelezo yake, hiyo tafsiri ya Barwani. Nilikwambia ukiwa unaniona wewe ni rafiki yangu kibinadamu, lakini kwa mambo ya Mungu ndugu yangu, tafuta urafiki na Muislamu. Qur'ani 106 piga ufafanuzi yake. Inasema hivi, inaitwa suratu Quraish, sura ya kabila ya Muhammad. Inasema hivi, hebu stajabuni. Yanayowalazimu Makuraishi. Kulazimu safari za msimu wa baridi kwenda Yaman. Ndio. Na safari za msimu wa joto kwenda ya Shamu. Ndio. Kufanya biashara kutafuta riziki kwa utulivu na amani. Ile safari za biashara za Yamani ndizo zilizoleta Waarabu Afrika Mashariki kwa miaka ya miaka na zikaleta Uislamu pale za Afrika. Kumbe wafanya biashara ndio walileta Uislamu Afrika, wakasilimisha hawa jamaa hapa. Basi kwako mwenyekiti. Nafikiri ya kwamba sasa imeeleweka. Sasa ni wakati wao. Dakika 2 muulize swali. Alafu dakika 5 Wakristo wajibu. Alafu baadaye mtarudi dakika 3 kama Mkristo atawajibu ama bado. Nani anauliza swali? Maulidi. Uliza kwa dakika 2. Asante. Wakristo, nataka niulize swali moja. Naam. Mwalimu wa Kikristo amesema Uislamu imeanzishwa miaka 1400 iliyopita. Sasa mimi nataka niulize swali moja. Makadhi wanapatikana wapi? Kadhi ama chief kadhi? Chief kadhi wanapatikana wapi? Tulia boss. Mimi nimeuliza swali. Kadhi wanapatikana wapi? Nisomee Mathayo 5:25. Mathayo 5. Ndio tukuonyesha Uislamu ilikuwa hiyo siku, hata kadhi walikuwa. Sasa natuambia wakati wa kidini ati Uislamu ilikuja baadaye. Soma hiyo. Tuambie kadhi wanapatikana wapi? Soma hiyo. Inasema hivi, ulimokuwa mimi daktari wa roho. Soma hiyo andiko. Pona mshtaki wako upesi wakati wako pamoja na jirani. Yule mshtaki asije akupeleka kwa kadhi. Na kadhi akupeleka kwa askari. Ukatupa gerezani. Sasa mimi nimeuliza au makadhi saa hii sisi Waislamu sasa, mimi nikikuwa na mke wangu nataka kumpatia talaka, nitaenda kwa nani? Nitaenda kwa kadhi, sitaenda kwa judge. Kwa hivyo kadhi walikuwa hapa hivi. Wewe pole, kuna andiko ulitoa ukasema ati nini maimamu walikula nini? Walikula sadaka msikitini, ndio maana yake manini walikuwa wakukua. Mimi nataka kikuja hapa
Angalia, mimi nataka akikuja hapa anitolee aniambie au makadhi hiyo nyakati ya kina Yesu walikuwa ni wakina nani? Usituambie walitoa andiko. Kuna siku nitoka sema sisi manini, sisi maimamu wetu walikula nini? Walikula sadaka ndio manini wakaenda. Sasa ile ndio hao manini watu wako wakatoka. Sawa, haina shida. Mimi swali langu tu wakuja niulize au makadhi ni wakina nani? Naam. Ameuliza, nafikiri ameuliza swali ngumu. Sasa si hao ni makadi. Amemshangaa tu. Sasa si hao ni makadi. Mtaka tena ongeza nini hiki? Si hao na baki kadi. Haya, Mwalimu Paulo. Dakika 5. Saidie. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watu kama hao msio napea ulize swali. Kadhi ni neno la Kiswahili. Lina maana zaidi ya moja. Kadhi pia ndiyo jaji. Uende uangalie kwa kamusi yako. Ushamjibu. Yaani kadhi, unaposikia kadhi ni usimamizi ama majaji wa barabarani. Kama unabisha kamusi, msaidie kamusi. Unajua sometimes inabidi usisahau ulichojifunza shule. Mwalimu Mungu, hiyo imekupa kifo cha mende kabisa. Hadi anakuja sema eti nilisema mashekhe walikula pesa ya kwaya. Shekhe ni neno la Kiarabu, kwa Kiswahili ni mzee. Mwarabu akiona mzee yoyote atamuita shekhe. Wakiwa wengi ni shuyukh, wazee wengi. Rudi madrasa usome. Sasa acha niwafundishe. Je, Waislamu, ili huwa Muislamu wa kweli inabidi uamini dini ya Wakristo ni dini ya Mungu ama hapana? Nipee kitabu kinachoitwa Asili ya Uongofu, ukurasa 223. Inasema hivi, na Muislamu anaamini kuwa asili ya Uyahudi, asili ya Wayahudi na Ukristo ni dini mbili za Mwenyezi Mungu. Kumbe ili huwa Muislamu amini dini ya Wakristo ni dini ya Mungu. Hapo nakupa kifo cha mende. Hakuna kuongea. Sasa acha nikufundishe. Nilikuwa nimepewa andiko nikasema kulingana na Qur'ani waliotangulia ni Wakristo, si maneno yangu. Kuwa natofautisha kusoma na kusema. Ama ni aje mwalimu? Kabisa. Kwanza tuangalie, nipee tena hiyo Qur'ani 2:62. Hapo utaelewa. Mimi unajua shida, wewe ni Mluya na Qur'ani imeteremka kwa Kiarabu. Hata ukisoma ni kama mimi niimbe nyimbo ya Kimasai, kuimba nitaimba lakini maana sitaelewa. Soma. Nakula ugali mingi. Inasema hivi, katika walioamini mtume wa zamani huko na Mayahudi na Wakristo. Hii ni Qur'an inasema innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan naswara. Walioamini mitume wa zamani huko ni Wayahudi na Wakristo. Na kwa nini waliamini mitume wa zamani? Ili uamini mtume wa zamani ina maana ulitangulia, maana hauwezi amini na hukutangulia. Qur'ani 16:125, piga fafanuzi yake. 16 125 Barwani. Tabiana inasema hivi 16:125 inasema hivi najadiliana na watu wa dini zilizotangulia, katika watu wa Biblia. Katika kwanza wale dini yao wanasoma kitabu kinachoitwa Biblia, yani Wayahudi na Wakristo. Hiyo ni kitabu gani unasoma? Qur'ani. Kumbe Qur'ani inajua dini iliyotangulia ni Mayahudi na nani? Na Wakristo. Waislamu walikuja wakati gani? 62:3 kitabu ni cha Qur'ani. Na hata kwa mkutano mulikuja nyuma, na hata kimaandiko mulikuja nyuma. Soma. 3 na amemleta kwa wengine, na amemuleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao, nao ndio hawa Waislamu tumekuja nyuma. Soma vizuri, nao ndio sisi Waislamu. Mimi si Muislamu. Si wewe, ni wao. Lakini soma vyenye imeandikwa. Soma. Sawa, inasema hivi na amemleta kwa wengine, na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao, nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Qur'an nasema wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim.
amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma, walioamini. Manabii walikuwa dini gani? Petro wa kwanza 1:10. Hii mada ni tamu kabisa. Huyu alichagua mada ya majini, akakuja saa 12, maana alijua kibano iko hapo. Tukimaliza ya dini, kama unahitaji hiyo majini, tunaendelea. So, katika habari ya wokovu huo, manabii tafuta na kuchunguza ambao tabiri habari za neema ndio itakayowafikia nyinyi. Kumbe manabii walitabiri habari ya neema itakayotufikia nyinyi. Wakatafuta ni wakati upi? Ndio. Na wakati namna gani? Ndio. Unaonya na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kumbe manabii walikuwa na roho wa Kristo. Je, ukifuata Kristo ni dini ya Mungu ama si ya Mungu? Wakorintho wa kwanza imeisha na lakini bado kuna muda, tutamaliza baadaye. Sasa kabla sijampatia Muislamu dakika 3 aweze kusawazisha, aseme kama amejibiwa ama bado. Wakristo wangapi wako hapa? Kama wewe ni Mkristo usione haya. Petro wa kwanza 3 mstari wa 15. Soma hiyo ama 16. Petro wa kwanza. Usiwahi ona hayo ukiwa Mkristo duniani. Soma hiyo. Ina 16. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo, ikiwa kwa sababu wewe ni Mkristo, usione haya. Usione haya. Nafu unakuwa na confidence. Maana Yesu ni Bwana wetu, atatupeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe wa Kristo. Amina. Ni wangapi wanasema tuendelee? Basi kama tunavyofanya kila siku jioni, kabla sijampa Muislamu dakika zake 3. Naomba tukamilishe jambo hili mara moja, tuweze kuingia kwa mada ya Kiislamu vile vile. Yule mtu ambaye ako na 100 yake na 50 yake ama 100 yake, tuweze kufanya haraka, tuweze kuchangia mkutano huu ili tuweze kupata mafuta ya kesho, na mahali ambapo tunaweka vyombo tuweze kulipa pesa. Kwa hivyo tunatumia karibu takriban 3,500. Piga tu hatua, support kazi ya Mungu. Kazi hii kwa njia hii peke yake ndio tutaweza kuwahubiria Waislamu waweze kujua ya kuwa Mungu anafaa aabudiwe kivipi, na waweze kuhubiria pia Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo usione haya, kwa njia hii peke yake ndio njia peke yake ya kuweza kuhubiria, kwa maana tukatoka nje na sisi peke yetu hatuwezi. Maana Biblia inasema tunaendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwa hivyo sote tuko na jukumu la kuhubiria watu wote waweze kujua ufalme wa mbinguni na waweze kujua maana wa Mungu ni nani. Sasa usihofu, na ukiwa umesimama hapo usiseme ya kwamba mimi sina nafasi katika kazi hii. Hapana, wewe uko na nafasi. Kwa zaka yako utakapokuwa umetoa, Mungu atakuhesabia kuwa mhubiri, maana pesa yako iliweza kununua mafuta na ikahubiria Muislamu. Kwa hiyo pesa yako itahesabiwa kuwa mhubiri, ama wewe utahesabiwa kuwa mhubiri na utakuwa shahidi siku ya Kiyama, na utashangaa na hukushika maiki. Lakini kwa njia ya pesa yako basi utakuwa umehubiri, utahesabiwa kuwa mhubiri pamoja nami. Tena katika masuala ya kutoa usiangalie mtu, hapana. Usiangalie mtu, jiangalie mwenyewe, maana hiyo ni mambo ya personal. Mambo ya kutoa ni imani, maana Mungu atakapokubariki na atakapotaka ufanikiwe, akufabaritange hayo mambo mkiwa wawili na kuanga wewe peke yako. Kwa hiyo tuweze katika kutoa tuweze kujifundisha kuwa tutoe tukijiangalia peke yetu. Vile vile namba ya simu, namba ya M-Pesa, kama ungekuwa naye kwa M-Pesa, andika 0706 alafu ngeona Mwalimu Paulo wa hesabu kabla hatujaendelea. Maana tusiendelee alafu kesho tukuja tulemewa hapa na mafuta. Hesabu tukiwa hapo alafu tuone itakosea ngapi, tuone kama tutaweza kupitisha tena. Ni 0706 namba ya M-Pesa. Maana tunahitaji tupate takriban 3,500 hapa. Hii generator kila siku inakunywa 1,000. Generator. Mahali ambapo tunaweka vyombo tunalipa. Hapa tunahitajika tupate battery. Na vile vile unaangalia kama speaker zetu hizi. Jozi iliweza kuanguka chini, na kuna nyingine bado iko kwa fundi, na kuna mixer ambayo tulikuwa nayo na ikachomeka. Hii yenye tunatumia ni ya chache. Kwa hiyo tunahitaji tuweze kusupport kazi hii ili tuweze kukamilisha mambo madogo kama haya. Namba ya M-Pesa ni 0706 35 1839. 0706 35 1839.
29. Tuma naye Mungu ataweza kuonekania. Maana sote tunahitajika katika kufanya kazi ya Mungu. Hatuitishi pesa hizi kwa ajili ya faida yetu, hapana. Tunaitisha kwa sababu ya kuhubiri neno la Mungu peke yake. Na nyinyi wenyewe ni shahidi ya kwamba kila siku tunakuwa hapa. Na kama utaona ya kwamba tunadanganya, wewe toa 1,000 yako moja twende pale petrol station. Kwa pale kwa petrol ulipe 1,000 waweke mafuta. Kama unaona ni vigumu kutupatia sisi, unaweza enda ulipe pale katuwekea mafuta. Hiyo tu ndio itakuwa njia rahisi. Imefika ngapi? Maana tutaki tulemewe siku ya kesho, maana lazima tuhubiri hapa mpaka kieleweke. Hii msikiti ndio itakuwa ya mwisho kujengwa, hakuna ingine itajengwa. Vile tumefika hivi, hii ndio ya mwisho kabisa. Haya, imefika ngapi? Na mawalidi ndio ya mwisho kusilimishwa. Hawa ndio wa mwisho, hakuna kusilimishwa wengine. Hakuna. 1,400. Bado tuko nyuma sana. Na inafaa hiyo ni kama ni mafuta peke yake na batteries. Ni Mkristo mgani anasema anatoa 100 au 200? Tuchange angalau kama 1,000 tufikishe 2,400. Alafu hiyo ingine Mungu mwenyewe atajua vile ataleta. Mkristo mwingine wa pili ama wa kwanza, toe 200 yake, 100 yake. Piga tu watu, usiogope. Usiogope. Tuharakishe, alafu tuwapatie dakika zao 3, alafu tuweze kuendelea na maswali vile vile. Mkristo wa kwanza anasema anasimama na kazi ya Mungu. Leta 100, niko na 100, toa tu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Usiogope. Unajua tukifikanga mahali ya kutoa sasa ndio watu wanaangalianga. Niende nisiende. Ndugu yangu, shetani asikufanye hivyo. Maana pesa hii ambayo uko nayo, yenye umepata si kwa ujanja wako, hapana. Ni Mungu alitoa, alikubali uipokee hata 50. Na ujue ya kwamba kila tendo litawekwa mbele yetu siku ya kiyama. Mungu atasema nilikubariki na pesa fulani. Lakini pesa hiyo imefika ngapi? Bado 600. Tujitoe ndugu wapenzi. Maana kazi hii tusipojitoa tutahubiria aje Waislamu? Tutapata aje mafuta? Kazi injili haiwezi kuhubiriwa pasipo pesa. Lazima pesa itoke ndio injili iweze kuhubiriwa. Maana tunahitaji mafuta, mtu wa kubeba hizi vyombo anahitaji alipwe. Na sisi hatuna kazi nyingine yenye tunafanya hadi sasa tunaweza toa pesa mahali nyingine, hapana. Hakuna. Kazi yetu ni kuanzia asubuhi mpaka usiku. Kazi yetu ni hiyo. Maana wewe usienda fanya kibarua alafu kuja hapa utakarangwa na Muislamu. Hawa bila wamehifadhi Biblia hivi wanahitaji ukole sopa. Sawa, zimefika ngapi? Kwa hivyo kama bado kuna Wakristo wataendelea kutoa, toeni tu, wacha nimpatie dakika zake 3. Ajibu kama amejibiwa ama bado. Alafu baada ya hapo tuone kama tuendelea nao ama wanaenda msikitini. Wewe endelea kutoa tu. Karibu na dakika zako 3. Wakristo. Yaani mpaka hata kutoa fungu la 10 imekuwa ni shida. Na ni kweli mko na haki wakataa kutoa 12:7 Mathayo. Mko na haki kosa kutoa 12:7 Mathayo. Fanya haraka mwalimu. Fanya haraka. Mathayo. 12. Wale wako na kila angalia leo umempatia kitabu soma. 12 ngapi? 12:7. Nasema hivi. Lakini kama mngelijua maana yake maneno haya. Wakristo kama mngelijua haki maneno haya. Nataka rehema. Yesu anasema nataka rehema wala si sadaka. Ndio kwa maana amepiga ngoma kuja kuleta. Alafu mwalimu akakuja hapa akapiga maneno ya baridi na nini. Wewe unapiga baridi, ulikuwa unajua mwandishi wa baridi na nani? Nipigia Korintho wa pili 11:27. Fanya haraka mwalimu. Korintho wa pili. Korintho wa pili 11:27 amepiga habari za baridi hapa. Inasema hivi. Naam. Nani aliye dhaifu? 11:27 Korintho wa pili. Katika taabu na masumbufu. Paulo anasema katika taabu na masumbufu. Katika kukesha mara nyingi. Katika kukesha mara nyingi. Katika njaa na kiu. Katika njaa na kiu. Katika kufunga mara nyingi. Katika kufunga mara mingi. Katika baridi na kuwa uchi. Katika baridi kwa hiyo alikuwa anatoa nguo na baki uchi. Timotheo wa 2:3-4. 4:6. Timotheo wa 2:4-6. Inasema hivi. Kwanza umetoa habari za baridi hapa. Kwa maana mimi sasa na miminwa. Paulo alikuwa wakati wa baridi anatoa nguo na mimina. Sasa mvije mtu yule alikuwa na mimina wapi sasa? Hiyo achana nayo mwalimu. Hapa akakuja akaeleza
kwamba sinagogi sijui ilikuwa nini, sijui liendaje, Yesu alikuwa anafanya nini. Angalia, Wakristo wanaenda kanisani na Waislamu wanaenda msikitini. Sasa kati ya Waislamu na Wakristo ni watu wa dini gani ambao wako na ukweli na wana faida? Hebu nipigie Wakorintho wa kwanza 11:27. 17 inasema hivi. Naam. Lakini katika kuagiza haya siwasifu wa Kristo, kama mnakusanyika, kwa sababu mnakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Si kwa faida bali kwa nini? Kwa hasara. Endelea. Kwa maana kwanza mkutanika hapo kanisani. Wapi? Kanisani. Mnafanya nini? Nasikia kuna faraka kwenu. Ila nami nusu na sadeke bali kwa maana lazima kuwepo na uzushi. Teremka. Kwenu ni kwenu ili waliokubaliwa wawe dhahiri kwenu. Unaona Biblia inasema wanaokusanyika kanisani wakusanyika sababu ya faida bali kwa hasara. Tena sio peke yake matendo. Hebu nipigie Wakorintho wa kwanza 14:23. Fanya haraka. 14:23. Haya. Ikiwa kanisa lote limekusanyika, akasema kanisa si jengo, watu wamekusanyika. Endelea. Pamoja na watu pamoja nini? Na watu wanene kwa lugha. Na watu wanene kwa lugha. Kisha ikawa wameingia watu wajinga. Kisha wakaingia watu gani? Wajinga. Mwalimu ndio ndipo fresh wewe. Anza hapa mimi nakuona. Dakika zimeisha. Una bahati. Napenda jamaa wako sana. Mwalimu. Sasa nafikiri mwenye akili amepata kufahamu. Akakuja akasema kwa nini tunatoa sadaka? Wewe hata kwanza wewe Waislamu wanakushangaa. Wewe shehe wa msikiti wewe anakushangaza kabisa. Atakupiga viboko. Maana nguzo za Uislamu lazima utoe sadaka. Tena kwa nguvu. Kama sio sadaka, wanataka pia pigania pia kwa mwili wako. Kama ni kufa kufa. Nisaidia Wakorintho wa kwanza 9:14. Sisi tukifanya hivi tumeambiwa. Soma hiyo. Wakorintho 9:14. Wakorintho wa kwanza 9:14. Inasema hivi. Naam. Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale wanaohubiri Injili, wale wanaohubiri nini? Injili. Na sisi tunahubiri nini? Injili. Wapate riziki kwa hiyo Injili. Sasa unasikia hiyo alikuwa anajua. Hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani, si Yuda ndiye alikuwa anabeba mfuko wa sadaka. Yuda ndiye alikuwa anabeba. Alafu tulia hapo. Tulia. Ukristo usikuwe na jaziba, tulieni. Yuda ndiye alikuwa anabeba pesa ya Yesu, sadaka alikuwa anaitisha. Yuda ndiye alikuwa treasurer. Kwa hiyo mambo ya kutoa haijaanza saa hii. Hapana. Ilianza kitambo na watu wanafaa watoe, maana hiyo inaonyesha uaminifu kwa Mungu. Lakini si kwamba hadi ni mambo mengine na mengine unasema hapa. Sasa akaja akasema katika Wakorintho akasema ya kwamba katika kanisa kuna machafuko, si ndio? Ni andiko gani hilo alikuwa anasema? Wakorintho wa kwanza ngapi? Warumi 14:23. 14:20 na ngapi? 23. Kuangalia alafu anzie juu. Pale kuna wanawake waliokuwa wanapiga kelele hapo. Ndio Paulo anasema nyinyi mnaleta machafuko kwenye kanisa. Sio kwamba ni kanisa zote. Wewe. Haya, mnaenda kuswali. Uko na swali? Alafu msikimbie tena na ukae hapo ujibua, sawa? Haya, ama uende ukae hapo kwa kiti. Hamna shida pia na kama 3:19 Qur'ani. Wewe aya kama hizi. Sikiza hiyo aya. Aya kama hizi 3:19 Qur'ani. Tunataka aya kama hizi, sio kuunganisha 3:19 Qur'ani. Si Qur'ani ni Qur'ani. Si Qur'ani. 3:19 Qur'ani si Qur'ani. Inasema hivi. Bila shaka la a'rifu lughati. Sikiza. Mimi nimesoma madrasa. Sio kama wewe kubabalia. Inna dina inda Allah ila al-Islam. Kwa hiyo ngoja kwanza adhana insha Allah ndio. Aya. Soma. Mwalimu anasema A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yaani unamwambia asome 3:19, anasoma 3:9 Qur'an. Unaona ni mchezo alikuwa anachezea. Mwalimu anasema mimi nisinijua.
Mwalimu anasema nipatie 2,000. Naijua kwa Kiarabu hadi na Mwalimu inasema bila shaka bila wasiwasi bila mushkili inna dina hakika dini ya haki inda Allah mbele ya Mwenyezi Mungu al-Islam ni Uislam. Mashaallah. Ni aya ya Qur'an. Mimi silazimishi. Hiyo ni imani yangu. Sikulazimishi kuwa Muislamu. Naomba aya katika Biblia. Narudia tena. Kama hii. Ukristo ni dini ya Mungu. Naomba aya kwa Biblia. Ukristo ni dini ya Mungu. Aya kama hii. Tuko nazo nyingi. Alafu sikiliza. Naomba aya Ukristo ni dini ya Mungu. Sitaki maelezo, sitaki sijui upambaya, sijui huku unganisha. Waenda Mike. Kidogo tu baba, nakuomba. Ndio. Nakuomba tuko heshima na unyenyekevu. Ndio. Waislamu kwa Wakristo hatugombani, tunaelimishana. Na mimi naona walimu kwa upande wangu wa Kiislamu wote kila mtu amenyamaza. Sijajua jazba inatokea kwa upande wa Ukristo wakati mwalimu wa Kiislamu anasimama, kunakuwa na maneno mengine inafanya tunakosa kuja mnazaidi kimbia. Naomba msikilize na mimi. Haya. Wewe ni mwalimu, tumefanya na wewe mikutano sehemu nyingi. Unapokuwa mahali kwenye watu wako, watu wote si sawa. Wengine wamefuta bangi. Mimi sijui. Haya. Ndio mwalimu takusomea. Huwezi kuamini. Takusomea mwalimu. Huwezi kuamini. Enda uswali umeitwa huko. Kwanza majini wameshafika. Unasikia mwalimu wa Kiislamu? Huyu jamaa, samani sijui jina lako. Huyu kaka yangu. Kaka. Rafiki. Kibinadamu sawa. Maana kiumbe hilo ananizidi. Huyu kaka yangu wakati Muislamu anapewa dhana ananyamaza. Maana Muhammad anasema atakayezungumza dhana ikitolewa atafufuliwa siku ya Kiyama akiwa na sura ya mbwa, sura ya nguruwe ama sura ya babuni. Mmoja akasema, mwingine akanyamaza. Sasa mmoja mpakani. Sasa akauliza, akatoa Qur'ani 3:19, acha nikufunze. Uzuri akasema yeye ameenda madrasa. Unajua usiwe nasema hivi, kuna kitabu inaitwa Umudul Ahkam. Inasema watoto mazuzu na waliofeli ndio pelekwa madrasa. Ukiona mtu anaenda madrasa umsubiri vizuri. 3:19 nasema hivi, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Yeye kwa madai yake akadai, acha nikwambie, kwa Qur'ani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas hakuna mahali Mungu anasema dini ya haki ni Uislamu. Hata hiyo aya kwa Kiarabu, kama wewe ni mkweli kuja unitolee neno haki hapo, kwa hiyo aya ni siri. Neno haki kwa Kiarabu kwanza inaitwa al-haqu. Sivyo? Haki inaitwa al-haqu. Kiarabu inasema inna dina inda Allahi al-Islam. Hiyo hapo. Kuja unitolee kwa hiyo aya. Wakristo kwa Waislamu. Ninaweka ahadi. Kwa hiyo aya, hiyo 3:19 Qur'ani. Mwingine Muislamu mwenye anajua Kiarabu aende anisomea hapo, tufunge Kiswahili. Maana kama unataka lugha ya Kiarabu, ya akhi ana aarifu lughatul arabia jayyida. Kama unataka tuzungumze Kiarabu, tufunge vitabu vya Kiswahili tujadili kwa Kiarabu. Unataka hivyo? Mtu yule msomi. Unaona ikifika wakati wetu anasema, unaona hayo maadbano, everybody who went to school, kuna commentaries walifafanua ili mtu ambaye hajui Kiarabu aweze. Basi fanya hivi, toa hiyo haki, soma bila hiyo neno haki. Toa haki mabano, soma bila haki. Inasema hivi, bila shaka dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Haya, tumeshatoa hiyo sasa. Alafu ukisema Luka 2, kuna aya nyingi kwa Biblia. So the whole verse iko ndani ya moja. Nimalizie. Time yake. Fanya hivi basi, wacha niulize swali. Ameshatoa haki. Fanya hivi. Mtu yote msomi, ukiona mtu anakataa mabano,
Kwanza, jambo la kwanza, umehakikisha neno haki hakuna, ili uwe mkweli kuja unionyeshe dini iliyoko nyuma ya Mungu. Maana dini zote ziko mbele ya Mungu, hata ya Wahindi iko mbele ya Mungu. Kuja unionyeshe iliyoko nyuma ya Mungu. Akakuja akasema, nitoleeni andiko wapi Ukristo ni dini ya Mungu. Tofautisha, kuna Ukristo na kuna Kristo. Ukristo ni tabia ya Wakristo. Kisha huyu Yesu tunamfuata akiwa nani? 14:6. Acha nikutibu, nikuoneshe huyu Yesu, hii dini ni ya Mungu ama si ya Mungu? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kumbe Yesu ni njia, kweli na uzima. Je, hii njia ni ya Mungu ama si ya Mungu? 3:23 wa Korintho wa kwanza. Hakuna swali unaweza niulize ni aina jibu. Nimekwambia watoto mazuzu na waliofeli ndio pelekwa madrasa. So ukienda madrasa utakuja tuambie wewe ni zuzu ama si zuzu. 3:23 inasema hivi, nani ni Wakristo? Sisi kwanza ni Wakristo na Kristo ni wa Mungu. Kumbe Kristo ni wa nani? Ni wa Mungu. Sio ndio alikuwa anauliza kabisa. Na huyu Yesu tunamfuata akiwa nani? Kama njia. Kwa hiyo njia ni yake. Ninamjibu sijamjibu? Kash. Kama una malalamiko nenda ukae huko kwa kiti umjibu. Kama tu una malalamiko, maana hiyo ni swali ya ziada ambayo tulikuwa tumeongeza. Kwa hiyo aliuliza nikajibu. Hiyo ni swali ya ziada. Kama mwalimu wako atakuja ribato ya dakika 3, ina maana na sisi tutauliza na msubiri turudi ribato ya dakika 3. Lakini kama hamtangoja, acha nipe mwenyekiti atupe utaratibu. Haya, nafikiri ya kwamba tunaendelea vizuri. Na tunapokuwa hapa Wakristo, msione ya kwamba sisi ni maadui na hao, hapana. Usiwahi weka chuki, kumchukia mtu kwa sababu ya imani. Hapana, usiwahi. Tunafaa kupendana, maana sisi ni wanadamu. Tunafaa kupendana. Lakini tukifika kwenye imani, mtu asimame kivya. Na kwa imani usiweke hasira. Imani haitetewangi na hasira. Maana imani mwanzilishi ni Mungu. Na Mungu ni upendo. Wacha tutumie upendo katika kujadili mambo ya imani. Lakini sio vita. Sasa nafikiri ya kwamba tunaendelea vyema, na vile vile kesho tutaweza kuendelea. Kwa hivyo mwalimu wa Kiislamu, ukuja tuambie kesho mnataka mada gani? Alafu tuambie utafika saa ngapi? Wanataka majini? Haya, kuja tuambie mwenyewe. Tusifike tena kesho mbadilisha. Majini. Haya. Waislamu kwa Kristo, amani ya Mungu iwe nanyi. Hii ni kiwanja ya kujulishana, kuelimishana kielimu, kuangalia wewe upumbavu wako umefika wapi na mimi ujinga wangu umefika wapi. Kweli? Haya, nilikuwa nasema Waislamu kwa Wakristo, sisi si maadui. Tuko hapa kwa sababu ya kuelimishana. Na nafikiri si mara ya kwanza mimi kuhojiana na Paulo, au si mara ya kwanza kuhojiana na mwalimu Isa. Tumehojiana hata apart from hapa, tumehojiana katika sehemu nyingi mbalimbali. Na mimi mara mingi nikiona Muislamu anaenda kinyume, kitu ambacho kwamba inaweza fanya ilete furugu ama fujo, mimi mara mingi ukimuuliza Paulo, ukienda kwenye klipu zao watu wananacha, najaribu kusimama kwenye haki na mimi Waislamu hivi mnapokwenda si sawa. Sasa pia sisi kama Waislamu tunahofia life yetu, kwa sababu Waislamu waliokuwa hapa ni wachache, Wakristo wengi.
lakini atakapokuja huyu na bali hivi ndio zinafanya Waislamu hatukuji katika mahojiano kama haya, na haina maana kwamba tunaogopea, la, sisi wote tumetoka katika tumbo la Adam. Tumetofautiana imani kwa Ibrahim kwa sababu wametoka kwa Isaka na wametoka kwa Ismaili. Hii iwezi fanya mpaka tushikane hapa tunanikane mangumi. Ndugu zangu Waislamu, kwa Kiislamu hii na wageni hadharani, kama si kwetu sisi peke yake Waislamu, na huenda liza likasababisha hata hii mkutano ya hapa ikafungwa, kwa sababu mimi nimefanya mihadhara, nimefanya debate mingi sana, na najua vita ambavyo tunafanya watu wanafanya mihadhara zinafungwa. Ni kelele ambayo tunaileta hapa, ili tuliangalia kwa makini, kwa moyo mmoja na moyo mkunjufu, mada ambayo walikuwa wamezungumza nao jana. Mimi nikikuja kwako lazima nifuate utaratibu ulio kwako, lakini mada tulipiga leo, ningeliomba mwenyekiti kama unaweza kukubali, kwa sababu tumekuja kama muda umechelewa, na mimi hata nilikuwa sikutoi mada, nilikuwa napita, lakini kaona kuna mwalimu kasema aje nizaazishe. Kama mnaweza tukairudia ni sawa, na kama hatuzirudia waangalie kati ya Muhammad na Bwana Yesu nani alituma katika ulimwengu mzima. Kuna mada zingine hazina hata msingi. Mfano sasa tukikuja hapa habari za kuoana sijui na nini, sasa ukishajua itakusaidia na nini? Afadhali tuulize kati ya Nabii Muhammad na Bwana Yesu nani aliyetumwa ulimwengu mzima? Unamfuata Nabii Muhammad ukijua kweli ulimwengu mzima, au unamfuata Bwana Yesu ukijua ni wa ulimwengu mzima? Kuna hoja zingine tukiweka hapa ni hoja ambazo kwamba za mtu anafaa kwamba anafaa kutumia tu akili na anaona kweli hili linawezekana. Tuelimishane kiimani. Sasa masuala ya majini na mapepo yanatolewa bila. Sasa nikisha kuelimisha kwa masuala ya majini, kwa sababu Uislam naweza nikakueleza tangu vile majini yameumbwa mpaka yanatanyika katika ardhi, yanaanza kuingia vipi katika mwanadamu, vile yanavyokimbia katika mishipa ya mwanadamu, lakini nikisha kuelewesha hili katika imani yako ni kitu gani ambacho nimekuachia. So tuelimishane kwanza masuala ya imani. Kuna mambo mengi ambayo kama nafaa tuelimishane. Nafikiri mpaka hapo tumombe Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikia mambo ya heri kisha ni wenye kufanya. Mwenyezi Mungu wagonjwa ambao kwamba walio ndani ya hospitali waweze kuwaponya, vile sindano wanazozidunga ya Rabbi tunakuomba ziwe sababu yao kupona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Rabbi tunakuomba ya Allah kwa utukufu wako, huyu Paulo huyu ajue haki ya Uislamu, aweze kurudi katika Uislamu, wakati mshahara utakapoisha aweze kurudi katika Uislamu. Na ya Allah tunakuomba Isaac katika elimu ambayo kama naifikisha hapa, ya Rabbil alamin umjalie ajue haki ya Uislamu na aweze kuifuata, pamoja na msomaji ambaye yeye ni mfisadi katika aya inapotoa. Ya Rabbi mjalie ajue haki ya Uislamu aweze kuifuata. Ya Rabbi tunakuomba katika wazazi wetu waliotangulia mbele za haki, mfanye makaburi yao yasiwe miongoni mwa makaburi ya moto wa Jahannam. Ya Allah tunakuomba wajalie makaburi yao yasije yakawa wajalie makaburi ya peponi. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Baada yangu transfer window imefungwa. Haya, hiyo ndio dua ya Kiislamu, lakini umesahau leo kuombea Paulo apate wanawake wengi. Maana mkiombanga lazima mtaje hiyo. Sasa unaniombea mimi nipate nikuwe Muislamu, siwezi. Mtihani. Yaani kila siku vile ninavyoendelea kusoma, yaani nitasoma vitabu hizo zote, niendelee kuwa Mkristo, nipate haki niendelee kuwa Mkristo. Hata walipe pilau 10. Singekuwa nilishasilimu kitabu. Hizo vitabu zote hakuna kitabu nilichosoma. Yaani kuingia kwenye kichwa yangu saidi hii kuna hadithi za Kiislamu na Qur'an. Saidi hii kuna Biblia, katikati Roho Mtakatifu. Ndio aje Muislamu. Hiyo mtaomba muombe muunganike na majini na haitawahi kuwa. Mali penye dunia imefikia wewe Muislamu. Hatari. Yaani kuwa Muislamu ni kama kubeba misumari kwa kichwa na wamenyoa kipara. Kama mimi yani, dini yenyewe haiwezi kujitetea. Lakini ndugu zetu, kwa hiyo wamechagua mada kati ya Yesu na Muhammad, ni nani anafaa kufuatwa na watu wote. Kwa hivyo hiyo ndio mada ya kesho. Wameogopa mada ya majini. Maana mwalimu mwenye hapa anaona hapana, hatufai tujadili majini na ni haki yake, hatuwezi tukamlazimisha. Sasa amechagua kati ya Yesu na Muhammad,
ni nani anafaa afuatwe na ulimwengu uzima? Maana Waislamu wanasema hapana, ni Muhammad, na Wakristo wanasema hapana, ni Yesu. Sasa kesho ndio kitaeleweka, tutajua ni nani wanadamu wanafaa waweze kufuata. Nafikiri ya kwamba tumeweza kumalizia hapo kipindi cha Waislamu na Wakristo. Sasa tutaweza kuendelea kesho tena kwenye hiyo kipindi, ila kwa sasa kama mtu ako na swali ataketi pale. Kulikuwa na ndugu alikuwa na swali hapa, unaweza keti pale, swali ya Kiislamu ama ya Kikristo, ataketi pale tukingojea kipindi cha unabii kwa njia ya project ikiandaliwa. Kwa hivyo karibu hapo, maana hapa tunajadili mambo ya imani peke yake, na mambo ya imani ndio nafaa tuweze kushindania, si mambo mengine. Usiende ukashindania Charles, hapana. Nisaidie kitabu cha Yuda 1 mstari wake wa 3. Biblia inasema tuishindanie imani, wala si mambo ambayo hayatatupa faida. Utashindania Chelsea, baadaye wao wanapata pesa, wanakula, wanakufa, lakini mbele ya Mungu wamepata nini? Lazima tuweze kujiuliza. Lakini tushindane mashindano ya imani, maana haya mashindano ya imani ndio yako na haki, ndio yatatupatia matunda mema baadaye. Sema hiyo. Inasema hivi, wapenzi, alafu ile speaker bwana yako hapa iangalisha chini. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu wetu sisi sote, kuandikia habari ambayo ndio wokovu wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia, ili niwaonye ya kwamba mshindanie imani. Tufanye nini? Tushindanie imani. Kumbe kushindania imani Biblia inakubali. Ndio tulikuwa tunafanya hapa, tunashindana imani na Waislamu. Mwenye ako na imani tofauti na Biblia. Biblia imetupa nafasi na ruhusa ya kushindania iliyokabidhiwa mitume mara moja tu. Kwa hivyo hiyo haijakatazwa, lakini kuna mashindano ambayo Biblia inakataa, mashindano ya maneno. Hapana, hiyo Biblia haitaki. Kama wewe utakuja na ukuwe tuna mashindano ya maneno, hiyo tunakataa. Lakini ukiwa na mashindano ya neno, hiyo ndio tunakubali. Maana neno ndilo litakalojulisha imani yako ni gani, na imani yako kama ni ya kweli ama ni ya uongo. Hiyo ndio inakubalika kabisa. Na mitume walikuwa wanafanya hivyo. Hebu nipatie mtume mmoja anaitwa Stefano. Ni 18:28 kitabu cha Matendo ya Mitume. Mashindano Tito 9. Matendo ya Mitume ngapi? 18:28. 28. Naam. Inasema hivi, kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa. Sasa wewe ni Stefano, aliweza kuwashinda Wayahudi kabisa mbele ya watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko, akionyesha maneno ya maandiko. Kwa hivyo katika mjadala kama hii, ili ushinde Waislamu lazima utumie maandiko, si mangome kabisa. Mashindano ya mangome imekatazwa kwa Biblia. Maana vita vyetu si juu ya mwili, si damu, bali ni juu ya falme ya giza na mamlaka ya shetani. Hiyo ndio vita tunapigana, na tunapigana tukiwa tumejifunga silaha za Mungu ambazo ndio neno la Mungu. Stefano akawashinda Wayahudi kabisa, akionyesha kwa njia ya maandiko. Kwa hiyo mijadala ilianza sasa hivi, ilianza kitambo. Hata wakati wa Elia kulikuwa na watu wameamsha ibada ya mabahari, wakawa wanadanganya watu ya kwamba ibada ya bahari, ibada hiyo ndio inampendeza Mungu na bahari ni Mungu wa pekee wa kweli. Elia akasema hapana, nyinyi hamsemi ukweli. Akawaambia hili onekane kweli leo lazima tufanye debate. Hebu nisaidie, ni Wafalme wa kwanza 18 ngapi ama 17:18? 18:17. Naam, isionekane kuwa tunasema maneno, maana tumekatazwa kutumia maneno, bali tutumie neno. Hata wewe ili umeshinda shetani na mtu yoyote na kujua imani ya kweli, tumia neno, it is written. Hiyo tu ndio njia itakuonyesha kuwa wewe umekubalika na Mungu na uko kwenye imani ya kweli. Soma hiyo Wafalme wa kwanza 18 aya yake ya 17 ama 17:18. Inasema hivi, Mfalme Elia akasema sasa tupande twende mlimani, twende tupewe dhabihu. Wakatengeleza sadaka, wakatengeleza madhabahu. Elia akasema, akajua kwa sababu Mungu wake ana nguvu zaidi ya Mungu wao. Akasema madhabahu yangu mumwage maji, yao wakaweka mafuta.
Umepata hiyo andiko? 18:17. Soma hiyo. Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Naye akajibu akasema nini? Si mimi niliyewataabisha Israeli, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Bali wewe na Mungu na nane? Na nyumba ya baba yako. Na nyumba ya baba yako, maana waligeukia miungu mingine. Ukianzia juu waliweza kufanya debate, na baadaye madhabahu ya Eliya ikaweza kuwaka moto, ya Mungu wa bahari haikuwaka moto. Watu wakajua ukweli na manabii wa uongo wakauao. Lakini kwa sasa hatuwezi tukawaua kama ile wakati. Sasa hivi tunawaachia nafasi watubu ili waweze kumwabudu Mungu wa kweli wa pekee, ili atakaporudi siku ya mwisho waweze kupata uzima wa milele. Maana Mungu ni Mungu wa rehema na anawarehemu maelfu na maelfu wanaotubu. Patia kama kuna mwenye ako na swali hapo. Yeye mzee ako na swali? Ana swali? Na maana ya kwamba sote tumeelewa kabisa. Haya, mwalimu uko tayari? Hatufai tukule muda sana. Vile vile kipindi cha unabii ni kipindi muhimu sana. Hii ndiyo imebeba sehemu kubwa ya Ukristo. Ukitaka kuelewa dunia imetoka wapi, inaelekea wapi na iko wapi, jua unabii wa Biblia. Maana unabii wa Biblia ni taa inayomulika kwenye giza. Get to the point. Take a step forward.